إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله ربنا جل في علاه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أيها الناس عباد الله nawasia juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo nayusia nafsi yangu awala fahamuni na muelewe Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na akatuweka kwenye ardhi hii hakutuacha bure bure ametupa miongozo akatupa maamrisho na ametukataza kisha wakapatikana katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao waliathirika na maisha ya kidunia فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه الله سبحانه أكمرش نبي wake الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له واضرب لهم مثل الحياة الدنيا نوبيجي mfano wao واضرب لهم أي واضرب قومك مثل الحياة الدنيا mfano wa maisha ya kidunia kama in anzalnahu minas samaa mfano wake ni kama maji tunayoteremsha kutoka juu fakhtalata bihi nabatul ard maji haya yakachanganyika mimea pamoja na maji haya mimea ikanawiri ikamfurahisha mwenye kuiangalia mimea hiyo ikawa mimea hiyo mukhdara iliyopiga kijani kibichi ikapendeza kwenye macho ya watu wakafurahi wale ambao huiangalia mimea hiyo kunawiri kwake kutokana na kuteremka kwa maji kutoka juu
mimea hii ikafyonza maji ikamea na kunawiri. Haya ndiyo maisha ya dunia yalivyo. Kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ard faasbaha hashiman tadhruhu ar-riyah. Punde si punde mimea hii ikapambaukiwa hali ya kuwa imekauka, yenye kupigwa na upepo, inakatika na kusombwa na kuathiriwa na upepo. Na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza na mwenye kukadiria. Mfano huu anasema ahlul ilm, anapiga Allah subhanahu wa ta'ala kuwapigia mfano wanadamu pale ambapo mwanadamu yaftakhir wa yu'jib bishababihi wa mali, akifurahishwa na ujana wake na mali yake, akaona yeye amenawiri. Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayhi bi'an'am kathira adhima. Allah amemneemesha kwa neema nyingi, akanawiri, akamea, akazani atabaki hivyo hivyo. Fa asbaha, akawa huyu aliyemea na kunawiri, hashima tadhruhu ar-riyah, akakongweka huyu na umri ukaenda na mali yake ikapotea. Hayo ndiyo maisha ya dunia yalivyo. Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia mwanadamu katika mali, humpa katika vipawa, amfurahishe katika dunia, kisha yeye arejeshe fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala biibadatihi iyyah wa bitawhidihi subhanahu wa ta'ala, kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kutokuathirika na maisha ya kidunia. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata'. Allah ndiye ambaye hukunjua riziki, kuwakunjulia waja wake, na ndiye ambaye husibana riziki. Yabsut wa yaqdir, ay yabsut kama yuwassi' wa yaqdir yudayyiq, akizikunjua riziki na akisibana riziki kwa waja wake. Wafarihu, na hufurahia wale waliopewa katika dunia yao, wakaisahau dunia ya akhera yao, wakafurahia yale waliokuwa wanayo. Tahamaki yakawaondokea yale ambayo wanayo. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, wamal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mataa', na hayakuwa maisha ya kidunia nafasi yake na manzila yake ukipambanisha na akhira illa mataa' qalil haqir, ni starehe chache, starehe dhalili. Asijisahau mwanadamu pale ambapo Allah atamkunjulia katika riziki. Haya Allah anatukumbusha akituelekeza juu ya kurejea kwake na kutoathirika na maisha haya ya kidunia na kutokuipupia dunia na ukaisahau akhera, bali Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Qarun pale ambapo alipomkunjulia katika mali, akimkumbusha Qarun, anamwambia wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi al-ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, Qarun
tafuta wewe katika yale aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, itafute nyumba ya akhira. Mali yako uliyopewa itafutia nyumba ya akhira, iwe sababu ya kupata ridwanullahi jalla wa ala wa jannatuh, kupata radhi za Allah na kupata janna ya Allah bisababi malik allati a'taka Allah, ambayo amekupa Allah subhanahu wa ta'ala. wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, itafuta nyumba ya akhira. wala tansa nasibaka min ad-dunya, na usisahau sehemu ndogo ya dunia yako. Hujaharamishiwa kuona nyumba nzuri, hujaharamishiwa kuona kipando kizuri, hujaharamishiwa kuishi maisha mazuri, lakini himma yako iwe ni kuitafuta nyumba ya akhira na isiwe kujiamirisha katika hii dunia, lianna ad-dunya faniya, kwa kuwa dunia yenye kumalizika. wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, nafanya vyema Qarun kama alivyokufanyia Allah vyema, wala usitafute uharibifu katika ardhi. Allah hapendi wale ambao hufanya uharibifu katika ardhi. Alfasadu alma'nawi walfasadu alhissi, uharibifu wa dunia wa kimaana bilkufri washirki walmaasi walbid'a, kwa kufanya kufuru, kwa kufanya shirki, kwa kufanya maasiya, kwa kufanya bid'a. wa fasadu alhissi, kwa kuiharibu dunia, kwa kuharibu rasilimali za dunia. Akamgombeza na kumuelekeza Qarun. wal aya amma, aya inaenea, asijisahau mwanadamu kwamba yeye ameletwa duniani na aliyopewa ni mauna kuitafuta akhirah. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. روى الحديث الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد الفهري القرشي رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا إلا ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo anaisimulia al-Imam Muslim, hadithi ya sahabi al-Mustawrid radiyallahu anhu. Anaapa Rasul alayhi salatu wassalam, na apa kwa Allah, haikuwa hii dunia yale yote yaliyomo ndani yake, min zahratiha wa zakhrafiha, katika mapambo yake na yaliyomo ndani yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam, isipokuwa ukitaka kujua thamani ya dunia mbele ya akhira, ni sawa na mtu kukiingiza kidole chake. Anasema Yahya, aliashiria Rasul bisababa, kukiingiza kidole chake cha shahada sababa ndani ya bahari. falyanzur bima tarji, kisha aangalie kitabeba kiwango gani cha maji kidole chake. Yale ambayo atayabeba ndani ya kidole chake katika maji, hiyo ndiyo dunia, na maji yote ya bahari ndiyo akhira, na mfano wake ni zaidi ya hapo kuhusu akhira. Hiyo dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mnasaba wa akhira. Nini ya kuhadaa na kukudanganya dunia? wakati anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam فيما روى الإمام الترمذي من حديث سعد بن سعيد الساعدي رضي الله عنه،
law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafira shurbata ma. Lau kama hii dunia ingelikuwa inaadiliana mbele ya Allah, thamani yake iwe sawa na bawa la mbu au nzi, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, Allah asingelimnywesha kafir hata tone la maji. Lakini hakuna thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ni shay'un haqir mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kwa kuwa dunia imepambwa kwa mapambo yenye kudanganya, wakaathirika watu na dunia na wakaisahau akhirah. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Watu wakasahau dunia, wakasahau akhirah yao, wakaamirisha dunia yao, dunia ambayo haina makazi. Anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam fima rawa al-Imam at-Tirmidhi, ma ana walid-dunya, sikuwa mimi kwenye kuipenda dunia, ma ana illa karakib istadalla tahta ash-shajara thumma raha wa tarakaha. Mimi na dunia ni mithili ya mtu aliyepanda kipando, msafiri anayesafiri, istadalla tahta ash-shajara, akajitafutia kivuli chini ya mti, thumma raha wa tarakaha, kisha akaondoka akaacha kivuli kile. Ni sawa na binadamu huyu, yeye duniani mithili ya msafiri anayetembea. Dunia hii ni sawa na kivuli anachokaa kwa ajili ya kupumzika ukali wa jua. Huyu si mkaazi wa milele. Na ndio maana ametuambia Rasul katika hadithi nyingine alayhi wasallam, kun fi dunya ka'annaka gharib au abiru sabil, kuwa wewe duniani maisha yako yatengeneze na yatafakari kama mfano wa mgeni anayefika kwenye mji, au abiru sabil, wanasema ahlul ilm, au iliyokuja katika hadithi hii lilittirab, kwa maana kun fi dunya ka'annaka gharib, ishi duniani kana kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabil, bali usiwe mgeni, kuwa mfano wa mpita njia. Kwa kuwa mgeni huenda akaweka makazi masiku machache, lakini mpita njia huwa haweki makazi, kwa kuwa yeye si sehemu yake ya mafikio, hupita njia, au abiru sabil. Hayo ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na huo ndio usawa wa nafasi ya dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ametutaka Allah tuiache dunia, tusifurahikie dunia, bali tuitafute akhira kwa namna ambavyo Allah ametuwezesha. Lakini yule ambaye ataitafuta akhira, ni yapi malipo yake? Yule ambaye ataiacha dunia, ni yapi malipo yake? Anatuambia Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo anaisimulia al-Imam at-Tirmidhi, man kanat al-akhirah hammahu, yule ambaye imekuwa akhira ndiyo himma yake, kwa maana kwamba hawazii isipokuwa kuiwazia akhira. Man kanat al-akhirah hamma ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi, humjalia Allah utajiri wake ndani ya moyo wake, humpa qanaa'atu nafs, humkinaisha na dunia, humuondoshea mapenzi ya dunia. Man kanat al-akhirah hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa ta'atihi wa hiya raghima, na itamjilia dunia hali ya kuwa dunia ni dhalili. Yeye ameiacha dunia, lakini dunia inamjia, kwa maana Allah atampa katika dunia yake yale ya mazuri, pamoja na kwamba yeye hayafurahiki wala hayataki, lakini Allah humpa
kwa kule kwake kuacha dunia na kuitafuta akhira. Waman kanat ad-dunya hamma, na yule ambaye imekuwa dunia ndiyo himma yake, ja'ala Allahu faqrahu baina aynayhi, Allahu mjalia ufakiri wake baina ya macho yake. Haoni isipokuwa ni ufakiri, haoni isipokuwa kupungukiwa na mali, haoni isipokuwa kuharibikiwa na biashara yake, haoni isipokuwa kutaka mshahara mkubwa, haoni isipokuwa ni maisha magumu. Ja'ala Allahu faqrahu baina aynayhi wa ya'tihi fi dunya ma qaddara lah, na itamjilia duniani kile ambacho amekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ametafuta dunia, Allah hampi dunia yake, na huyu anatafuta akhira, Allah anampa akhira na anampa dunia yake, kwa kuwa ameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatwambia Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يولي أنباء أنيتك دنيا، من كان يريد العاجلة، يولي أنباء أنيتك دنيا كهراك، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تنمهرك الشيء دنياني، تنهرك الشيء دنياني kiwango tukitakacho kwa tunayemtaka sisi. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura, kisha yeye huyu aliyefanyia pupa dunia tutamjalia jahannam ndiyo mafikio yake, ataingia hali ya kuwa analaumiwa na kudhalilika. Na yule ambaye anaitafuta akhira na akafanya juhudi kwa akhira na hali ya kuwa ni mu'min, hao juhudi zao tashkuriwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni wale ambao wameitafuta akhira, Allah kawapa akhira na dunia yao, na wale ambao wameitafuta dunia wakaikosa dunia na akhira. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asijalie himma zetu kuwa dunia, na ijalie akhira ndiyo himma yetu. Walhamdulillahi rabbil alamin.